ya kwamba jana kulikuwa sinema kubwa sana hapa Makueni. Juzi. Sinema kubwa sana. Unaona pale umepata barabara imewekwa kidogo. Hiyo kidogo umeona imewekwa karibu miaka 6. Ikakuja ikakuwa launch jana, matingatinga ilikuwa pale. Watu kukakuwa sherehe kubwa. Wakasema fire si fire. Sasa leo hakuna tingatinga yoyote. Ni kibao tu peke yake. Sasa ni jivu si jivu. Ni jivu si jivu. Si ni jivu. Sasa fire imeenda. Jana mimi juzi sikuwa nimepanga kuja Makueni. Sababu sikukaribishwa na sikutaka kufurugana na rais. Lakini asubuhi sana nikapigiwa simu. Nikaambiwa pale kwa mheshimiwa Zambia kuna watu wameingizwa wengi sana. Na mtu tu akisema one time iko jeshi iko hapa, unashikwa, unaingizwa kwa msitu, unapigwa teke sehemu yako ya siri. Tukapeleka mtu mmoja hata amepelekwa Sultan hospitali. Niko na hiyo ushahidi. Hiyo ni kudhulumu binadamu kwa haki yake na tena ni extrajudicial. Sababu kama umekosea, kama one time ni criminal offense, wewe pelekwa kotini. Mimi na kina Omari tutakuja kutetea. Mimi na Omari tumefanya makesi mengi sana pamoja ya human rights na hiyo timu yake. Kwa hivyo hiyo ikakuwa hapa Emali ikakuwa vita nyingi wote. Nikaambiwa wenye wote wanafika wanafukuzwa. Na hiko mtu bahali hiyo usiku alikuwa anapeana pesa. Nilifurahi sana Kansala Kana alituma watu hapo, hiyo pesa wakanyang'anywa. Hiyo kageti ikavunjwa, ikakuliwa na wananchi. Na ikasemekana saa ingine ni furaha kubwa sana kuimbia mwizi. Sasa nikapigia mbunge wa Makueni, Susan. Nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko Nairobi. Na nikajaribu Zambia, mbunge wa Kilome, uko wapi nyinyi ya Mkeni? Mimi na Susan tutaenda wote. Wewe Zambia na Mtula tafadhali mshungulike pande hiyo nyingine. Nikaenda wote. Nilikuwa na hasira nyingi sana. Nikangoja huyo rais wako. Alipofika nikazuiwa kidogo kuingia pale kwa unafanya hilo mjengo, na kuna wakati kwa nimesimamisha hiyo mjengo hata bunge nikalete swali. Ilikuwa imejengwa vibaya. Ilibidi ianzishwe tena upya, maana ile nyumba ingekuwa imejengwa hapo ingeanguka. Sasa tukakuwa pale. Nikauliza maswali. Ndio nione hii uongo yake vile inawekangwa hiyo sinema. Ujue madirector wawili wa sinema walikuwa. Director Mtuse na director Mtua. Na actor ni rais mwenyewe. Ona ile sinema iko hapa. Hakuna tingatinga, hakuna barabara inatengenezwa. Ukirudi Nairobi umwambie tafadhali, alipoondoka contractor aliondoka. Na hiyo sio mara ya kwanza. Nikija hapa Mheshimiwa Kalonzo, kabla sijafika tu Emali, kuna ajali baya sana imefanyika pale. Pick up na Prado, na ni watu wetu hapa Makueni. Kwisha wote. Ikakuwa mlolongo kubwa ya magari pande ile nyingine, polisi wakafika, watu wamekufa. Hii barabara ilikuwa imepeanwa kwa American government wakati wa Uhuru Kenyatta. Dual carriage. Ona sasa. Na wewe unaenda Mombasa na gari karibu kila wakati, saa ile uendi na ndege. Hiyo ndio ajia ya Pastor Ezekiel na Wakenya wengi. Tafadhali pale barabara iwekwe dual carriage. Americans wako tayari, mbona mnangoja? Tena mnarudi China na Amerika wako tayari. Nikauliza mambo ya Thwake Dam. Unajua Rais Ruto alipochukua kulikuwa bilioni 5 ya Thwake Dam ikatolewa. Nikapiga kelele, imesimama kwa miaka 3. Ikasemekana kwanza tusafishe mto Nairobi. Alikuwa akisema pale juzi anaringa mto iko sawa. Nikamwambia hapana, mto si sawa. Kwa hivyo pia ukimwona umwambie ile mto bado ni chafu sana. Pale pia wale wa contractor ile siku waliondoka, hata hao waliondoka. Ya kusafisha mto. Unajua ana habari? Hiyo bado hakuna. Sasa Thwake Dam imekwama. Kuna mahali kuna oil spillage hapa, namalizia. Oil spillage hapa watu wamekufa. Pale Dhange watu wanakufa. Jana nikajaribu kumueleza, nikaona hata ielewi hiyo maneno. Akaniuliza ni mawaziri gani mmepeleka kotini? Tumepeleka Duale na tumepeleka wa environment. Akasema atatuma Duale. Nikamwambia maliza kesi haraka, watu wafidiwe, watafute matibabu. Unajua niambia nini? Waende wanunue SHA. Sasa nikaona sitaendelea mbele ya hapo. Tukaenda kwa kiwanja. Unajua hiyo nyumba tukakuwa briefed. Hiyo nyumba
affordable house 4.5 million. Makueni kweli shamba ya serikali 4.5 million in Nairobi. Hii ya hapa ati kununua ile official brief 48,000 per month. Kule mtu atanunua. With the poverty Kenyans have, hata mshahara ya 48,000 ni adimu sana hapa Makueni. Kufika kwa wananchi, unajua alisema nini? Alisema kwa mama mboga hiyo nyumba ni 3,000. Hala, nikashangaa sasa hii ni mambo gani? Akaniita nikamrudia ile maneno amefanya commitment. Kurudia ile maneno amefanya commitment, akaniambia sasa wewe bwana Manzo, sasa si useme 2 term. Nikamwambia hapana, siwezi sema 2 term. Na mimi nikaondoka kwa ile mkutano. Kwa hivyo tafadhali mwambie Makueni ile kazi amekuja kufanya hakuna. Ni kweli si kweli? Ni jivu si jivu? Ni jivu si jivu? Asanteni sana rafiki yangu Owen Baya. Nafikiri sasa utapeleka